Nirudie tena wewe ambao unaandika. Amen. Mimi sio mwalimu, kwa hiyo nitaenda hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwalimu ni kana Pastor Robert, mimi sio mwalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema ujumbe wa siku ya leo unasema mtumaini Mungu kwa kila jambo, kwa maana hata kuacha uaibike. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumaini Mungu kwa kila jambo, maana yeye hata kuacha uaibike. Kitabu kile cha nabii Isaya sura ya 49 mstari wa 14. Pastor Robert, unaweza kunisomea? Nimesema ni neno la utangulizi. Karibu mtumishi wa Mungu. Isaya 49 mstari wa 14 na kuendelea hadi mstari wa 16. Anasema, bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele zangu daima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hili ni swali, amen. Mungu anakuja na swali. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anafanyaje? Anakuja na swali, amen. Amen. Anasema, bali Sayuni alisema Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana amefanyaje? Amenisahau. Kwa nini aseme hivyo? Ana maana gani aweze kusema hivyo? Aseme bali, anasemaje? Bali anasema Yehova amefanyaje? Ameniacha, Bwana amenisahau. Kwa nini aseme hivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema hivyo kwa sababu kwa yale anayokutana nayo. Anasema hivyo kwa yale magumu anayokutana nayo. Anasema hivyo kwa zile mbisho anazozipitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kulingana na mambo fulani ambayo anapitia, kuna wakati anakaa anachoka. Na anapochoka kuna majibu yanakuja katika fahamu zake, anaona kama vile Mungu amemsahau. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tutaona watu ambao waliomtumaini Mungu, na katika kumtumaini Mungu wakaona faida, na kwa sababu wana faida hawakuaibika, na Mungu wao akatukuzwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo sasa Mungu anakuja na majibu, anamwambiaje? Anasema kwamba Mungu anampa majibu, anamwambia, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema hawa wanadamu wanaweza akaacha, akamsahau mtoto wake aliyembeba miezi 9, akamnyonyesha, amen, akamlisha na chakula, akamtengeneza vizuri. Huyo mwanadamu anaweza akamsahau, amen, lakini kumbe Mungu hawezi kukusahau wewe. Kwa sababu gani hawezi kukusahau wewe? Ni kwa sababu amekuchora katika vitanga vya mikono yake, na kuta zake ziko mbele zake daima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hao wanaweza kukusahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua hata mtu ambaye mko karibu naye mnaweza mkaomba pamoja na baadaye akakusahau. Si ndio jamani? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza kumsaidia leo lakini baadaye akafanyaje? Akakusahau. Lakini kumbe Mungu yeye hawezi kukusahau wewe. Amen. Iwe ni usiku iwe ni mchana, Mungu yeye hawezi kukusahau. Hata kama kuna hukumu unakutana nao, lakini bado Mungu hajakusahau. Amen. Hata kama kuna mambo fulani unayopitia, bado Mungu hajakusahau. Kuna muda utafika na atafanya kama Mungu alivyokusudia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimesema hili neno la utangulizi. Twende kwenye Danieli sura ya 3. Kitabu kile cha Danieli sura ya 3. Amen. Twende kulingana na muda wangu kidogo. Amen. Mstari wa ngapi? Kuna mambo kidogo yanakuja lakini muda unaona unanikataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitabu cha Danieli sura ya 3 ile. Tasoma ile sura yote ili kulingana na ujumbe jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitabu cha Danieli sura ya 3, mtumishi wa Mungu, karibu aweze kunisomea maneno ya Mungu kwamba yanasemaje. Danieli sura ya 3 mstari wa kwanza hadi ule wa mwisho. Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni
ziraa 60 na upana wake ziraa 6, akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadreza akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote, ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Ndipo maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuizindua ile sanamu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Wakasimama mbele ya ile sanamu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mmeamriwa hivi: wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lakini lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru ya moto uwakao. Basi wakati huo watu wa kabila zote walipoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, watu wote na mataifa na lugha wakaanguka wakaiabudu ile sanamu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia, wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadreza, mfalme uishi milele. Wewe mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, ni lazima aanguke na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu, na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa katika tanuru ya moto uwakao. Wako Wayahudi kadha wa kadha uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yani Shadrach na Meshach na Abednego. Watu hawa mfalme hawakukujali wewe, hawaitumikii miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Basi Nebukadreza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu, waletwe hawa Shadrach na Meshach na Abednego. Basi wakawaleta hawa watu mbele ya mfalme. Nebukadreza akajibu akawaambia, enyi Shadrach na Meshach na Abednego, je, ni kwa makusudi hata hamtumikii Mungu wangu wala kusujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha ni vema. Bali msipoisujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hamna haja ya kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadrach na Meshach na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadrach na Meshach na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadrach na Meshach na Abednego. Na watu hao watatu, Shadrach na Meshach na Abednego, wakanguka hadi wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hadi wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli, mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa wanatembea katikati ya moto,
hali hawana dhara, na sura yake yule wa nne ni mfano wa mwana wa miungu. Kisha Nebukadreza akaukaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto, akanena akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni nje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto, na maamiri na manaibu na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja wakawaona watu hao, ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Nebukadreza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao, ili wasimtumikie mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakaonena neno lolote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego watakatwa vipande vipande, na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Kisha mfalme akawakuza Shadraka na Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikatamani mkampigia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pigie tena makofi na vigelegele vizuri kwa Bwana. Amen. Nimesema ujumbe wetu unasema kwamba mtumaini Mungu kwa kila jambo, kwa maana hata kuacha waibike. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tumeona kwa hao watu watatu jinsi ambavyo walimtumaini Mungu, pamoja kwamba kuna mahali fulani walikuwa wanapitia pagumu, lakini mioyo yao ilikuwa inaendelea kumkiri kwamba Mungu anaweza kutokoa na hii mikono ya mfalme. Amen. Mioyo yao ilikuwa inaendelea kumtumaini Mungu wakati wako kule, lakini bado wanazidi kumwamini Mungu kwamba Mungu hatawaacha waibike. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo watu watatu waligoma mambo fulani kwa ajili ya kumtumikia Mungu mwingine. Amen. Lakini baada ya kugoma na kukataa, wakainuka kasema, lazima mtafanyaje? Mtasujudu. Lakini wao wakagoma. Mfalme akasema kwamba tutaona kwamba ni Mungu yupi atakayeokoa na hii mikono yangu. Ni Mungu yupi atakayewasaidia? Maana ameona kwamba yeye ndiye anaye uwezo mkubwa. Ameona kwamba hakuna Mungu mwingine ila yeye ndiye anaye nguvu kubwa ya kuweza kuwasaidia. Lakini baada ya kusikia hao, hawakutishwa na maneno yao. Pamoja na maneno yao ni magumu, lakini hawakuogopa maneno ya mfalme. Pamoja kwamba walisema maneno yao, lakini walimtumaini Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anayeweza kuwaokoa na huyo mfalme anainuka juu yako. Nisema useme amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baada ya kukataa, wakaanza kuleta mashtaka wengine, wakasema mfalme, hao watu wamekataa kusikitia yale maagizo yako. Mfalme akawaeleza vile ambao watafanyika, lakini baada ya kuelezwa hawakukataa, wakakataa. Na baada ya kukataa, tunaona matokeo yakatokea, wakatupa katika moto. Na baada ya kutupa katika moto, wakaona ni bora tuingie katika moto, lakini tumwinue Mungu wetu. Ni bora tupitie mahali fulani, lakini Mungu wetu atukuzwe. Ni bora nipitie hapa, lakini ainuliwe aliye juu, maana ndiye anayeweza kufanya mambo yote. Amen. Hata kama hujapiga makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wakamtumaini Mungu, wakaendelea kumtumaini Mungu. Biblia inasema kwamba wakatupa kwenye tanuru la moto, na baada ya kutupa kwenye tanuru la moto, Biblia inasema kwamba hawakusurika kwa chochote, pamoja na moto wao ulikuwa ni mkali. Biblia inasema ukaongeza mara 7 kwa ukali ule moto, lakini baada ya kuongeza mara 7 hawakungua, wako kule ndani ya tanuru, wanazidi kumshangilia Bwana, wakiimba Bwana Yesu utukuzwe uliye juu. Wanaendelea kumtukuza Mungu pamoja na kutupa katika moto, wanaendelea kumwinua Bwana, maana Bwana anaweza kuwatoa kwenye moto. Wanaendelea kumshangilia Bwana, wako kwenye moto, lakini anasema ainuliwe Mungu mtakatifu, yeye ndiye Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Maana Biblia inasema kila neno litakiri ya kwamba Yesu ni Bwana, na kila yote atakayepisha atafanikiwa. Amen. Bwana Yesu
Yesu asifiwe. Amen. Wako kule ndani kwenye tanuru lakini wanamtukuza Mungu. Amen. Wanapita katika mlima lakini Mungu anasema hakika hao wananipenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema kwamba moto ukaongezwa mara 7. Wako kwenye tanuru la moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wako ndani ya moto. Lakini baada ya kutupa katika moto, Biblia inasema kwamba hawakusurika wala mavazi yao wala miili yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna wengine baada ya kumtupa katika moto, wengine wakasema hawa historia yao imeishiria hapa hapa kwenye huu moto, hawezi kutoka tena. Hawa historia yao huu moto jinsi ulivyo, hawezi kutoka hapa hapa. Huo ugonjwa unakutesa, hawezi kutoka hapo. Yuko Mungu anayeweza, anaweza kukutoa kwenye huo moto unayepitia. Yuko Mungu anayeweza, anaweza kukutoa kwenye hiyo shida. Kama aliwatoa kina Shadraki, Meshaki na Abednego, na wewe pia una nafasi ya kutolewa kwenye hilo jaribu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema kwamba moto uliongezwa mara 7. Na baada ya kuongezwa mara 7, kuna wengine wanamuona wakina Danieli wako kule ndani, wakina Shadraki, Meshaki na Abednego wako kule ndani. Biblia inasema wengine watamuona kwamba Bwana tumeutupa watu 3, lakini kuna 4 wameongezeka. Huo 4 ametokea wapi? Huo 4 ni wapi ametokea? Tena huo 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Tumemuona huyo. Biblia inasema mfalme akaja, akaangalia, akasema hakika hao watu wanao Mungu aliye hai. Hao watu wana uwezo mkubwa. Mungu ndiye Mungu anayestahili kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakatoka. Biblia inasema kwamba wale ambao waliwakamata ili kuwapeleka katika moto ndio waliokufa, ndani waliokabaki salama. Amen. Kwa nini walikufa? Biblia inasema kwamba ule mwali wa moto ile nani tu moto. Kuna mbaya sasa vile karibu na moto. Amen. Umeshasikia nini karibu na moto, si ndio? Sikuna maumivu fulani unayasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sikuna maumivu fulani unasikia kwenye ule moto. Yaani wao wamesogeza tu karibu hapo lakini wakafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa nini walikufa? Mungu aliye hai yuko ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ili Mungu atukuzwe lazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakatoka. Na baada ya kutoka, mfalme akakiri akasema hakika huyu Mungu wa Shadraki na Meshaki ndiye Mungu anayestahili kuabudiwa. Amen. Maana ndiye Mungu anayekuwa peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimesema ujumbe wa neno la siku ya leo unasema mtumaini Mungu kwa kila jambo, maana yeye hata kuacha wabike. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo watu 3 hawakuaibika, hawakuogopa ule utisho wa mfalme Nebukadneza pamoja na maneno yao makali, lakini hawakuogopa yale maneno. Pamoja na mambo yale, lakini hawakuogopa. Hata wewe uko mahali hapa, usiogope maneno yao. Wamesema utainuka, wapi nitainuka, maana Mungu aliye hai yuko ndani yangu, anaishi, anaweza kaniokoa. Wamesema utapona, mwambie yuko anayeponya, asiyeshindwa na jambo lolote. Aliokoa pia na mimi anaweza kuniokoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainio. Sikia makofi. Wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana,
watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, Wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea kumtumaini Mungu aliye hai, maana yeye hatakuacha waibike. Hilo jaribu unaopitia, huo hukumu unaopitia, hiyo shida unayopitia, huo mlima unaopitia, endelea kumtumaini Mungu, maana Mungu hatakuacha waibike. Hata kama kuna wanasema mambo gani, wewe mtumaini Mungu, maana yeye hatakuacha waibike. Hata kama kuna ugonjwa unaopitia, wewe mtumaini Mungu, maana saa itafika na utatoka kwenye hiyo shida. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hao wamtumaini Mungu, baada ya kumtumaini Mungu akaona faida za kumtumaini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wakamtukuza Mungu aliye juu. Endelea kumtukuza Mungu, endelea kumtumaini Mungu, endelea kumwamini Mungu, maana yeye hatakuacha waibike. Amen. Usikate tamaa, usivunjike moyo, songa mbele na Yesu, maana Yesu yuko karibu yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema nikaribieni na nitawanyache, nami nitawakaribia. Endelea kumkaribia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usisikilize maneno yanayokatisha tamaa. Hata kama kuna mambo fulani wanasema usiyasikilize. Wewe msikilize Mungu anasemaje. Wewe mtumaini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakina Shadraka, akina Meshaki wangeyasikiliza maneno ya mfalme aliyoyasema, aliyotamkia, pengine wasingefanikiwa, lakini baada ya kuendelea kumtumaini Mungu waliona faida na kuokoka katika ule moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema ujumbe unasema tumaini Mungu kwa kila jambo, kwa maana hata kuacha waibike. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Natamani niombe na wewe dakika 5. Wewe ambaye umechoka na kukata tamaa, simama mahali ulipo, tuombe pamoja. Nitatumia dakika chache kulingana na muda wangu, na kila mmoja atabarikiwa. Simama mahali ulipo, simama kwa miguu yako miwili. Kuna vitu fulani nimesikia, naweza kuniokea hapo dakika chache tu. Tumeshura basi niwekee vitu. Sikumbuke ni ipi. Yeah. Kuna vitu baada ya kuna nisikia hapo, unaweza kuniokea.